Maisha ni safari, ukipotea njia si rahisi kurudi. Alitoka kijijini akiwa na ndoto nyingi, wazazi wakajinyima kwa matumaini mengi. Ada wakalipa kwa jasho la mikono, wakitaka aje kuwa nuru ya familia yao. Alifika mjini, mambo yakabadilika, marafiki wapya wakamvuta taratibu. Vitabu vikabaki vimejaa vumbi, muda wote ni starehe na kujifurahisha. Alipewa nafasi ambayo wengi walitamani, lakini akaichezea kama si kitu muhimu. Sauti za wazazi hakuzisikiliza, akaamini maisha ni raha milele. Njia ilipotea, ndoto zikapotea. Alipoangalia nyuma, machozi yakamtoka. Alipewa mwanga, akaacha uzime. Sasa najiuliza, nitarudiaje? Njia ilipotea, matumaini yakafifia. Muda uliondoka, hauwezi kurudi tena. Elimu ni ufunguo wa maisha bora, usitupe mkononi bila kufikiri. Helen, unajua nimekutia nini hapa? Aujui? Wakati unakuja chuoni, ulikuwa ni binti mzuri sana. Ulikuwa ni binti mwenye heshima kwa kila mtu. Si mtoto, si mkubwa, ulikuwa na heshima. Lakini umebadilika. Tumekuvumilia. Uongozi wa chuo umekuvumilia na umechoka. Nimekutetea, nimechoka. Sasa maamuzi ya bodi ya chuo imeamua kukufukuza chuo. Kuanzia sasa hivi, you are no longer a student of DSE. Nenda kwa secretary, kachukue barua yako, urudi nyumbani. Naomba unisamehe saa. Kelly, sio maamuzi yangu mimi, ni maamuzi ya bodi ya chuo. Sasa mimi nitafanyaje? Naomba unisamehe saa. Sitarudia tena. Ni kweli. Nenda reception, kachukue barua yako kwa secretary. Then go back to your home. Naomba unisamehe mimi, nitajirekebisha sana kuomba. Nitafanyaje? Mimi mamangu ananitegemea. Stand up, go out. Sana kuomba. Nakuomba sana. Wakati nyingine. Sasa nipatie na miguu yako. Nitakuja nini bibi mama? Wewe binti gani usikii? Kila kitu ni wewe. Wanaume wewe, matusi wewe, kila kitu wewe. Hem, toka. Toka. Mama. Maisha yana njia nyingi, wakati mwingine ukikosea njia, utarudi ukiwa na maumivu moyoni. Kulikuwa na ndoto kubwa mbele. Jamani, mimi nitafanya nini? Mimi nitaenda wapi?
mamangu atanichukuliaje mimi? Kwa yale malengo yangu yote yameishia hapa. Na hii mimba. Na nimeathirika pia. Nitafanya nini mimi? Kwa masomo yangu yameishia hapa. Jamii itanichukuliaje mimi? Kwa nini nimekuwa mjinga namna hii mimi? Nafanya nini mimi Kelly? Kelly, kwani ulikuwa mjinga namna hii? Ona sasa kila mtu ananikataa. Mwenye mimba akakataa. Kwa mwenyewe nafanya nini mimi? Kelly, Abe. Abe mama. mkaa chini kwa tuzungumze. Sawa mama. Nimekuita hapa mwanangu, kuna kitu tuongee. Unajua katika mtaa wetu huu umeniheshimisha sana. Yaani tukiangalia katika huu mtaa, asilimia kubwa ya watoto hapa wanakuwa hawafiki kama level ambayo wewe umefika. Yaani umeniheshimisha kiasi ambacho hata nikipita mitaani yule mama Kelly, yaani kuna hali fulani naisikia. Mimi sina mengi ya kukwambia na wala sina kitu chochote cha kukupa. Ila ni zaidi tu nakupa elimu, ndio maana napambana sana kukupa wewe elimu. Na baraka zangu zote zipo juu yako mwanangu. Asante mama, najisikia vizuri. Ukifurahi wewe na mimi nimefurahi mama. Mimi nataka usome Kelly. Maisha niliyopitia mimi, sitaki na wewe uje kuyapitia hayo. Sikupata bahati ya kusoma kama jinsi ambavyo wewe umesoma. Sawa. Kwa hiyo mimi nitapambana kadri ya uwezo wangu ili mradi wewe usome. Usiniangushe. Nimefanya kila kitu, nimekopa hela benki. Na nitafanya kila kitu, yaani hata kama kuuza mboga mimi nitafanya. Ili mradi mwanangu usome. Umenielewa? Sawa mama, nimekuelewa. Kuna kitu nimekumbuka. Kwanza nikae vizuri tuongee vizuri. Vishawishi ni vingi huko mashuleni. Unaenda chuo, mambo ni mengi sana atakao kukuta. Naomba vikwazo vyote uviepuke. Utakutana na marafiki waliokuwa wema, utakutana na marafiki ambao hawaeleweki. Nikisema eleweki na wewe unanielewa vizuri sana. Haya mambo ni yapo. Hata kama yaani jitahidi sana haya mambo yavuke. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja kuani utapoteza yale ambayo umeyafuata chuo, unaanza tena kuulea vitu vingine. Mimi sijaji kabisa nakupenda na maana nakwambia haya. Nimekwambia nimekopa hela benki. Naomba ulinde heshima yangu. Kama jinsi ambavyo sasa hivi natamba. Sasa hivi jinsi ambavyo naringa mitaani, kila nikipita mama Kelly, basi naomba hivyo iwe jinsi ambavyo utarudi hapa kwa kishindo. Yaani nitaumia sana endapo utarudi hapa watu tena wataanza kunicheka. Hicho kitu sitategemea kabisa kutoka kwako. Sawa mama, nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyosema mamangu. Pia nakuahidi nitasoma kwa bidii kuhakikisha kwamba nakupa maisha mazuri mama. Nakupa kile ambacho umenikipambania kwa sasa hivi. Nakuahidi mama, sitofanya mambo ambayo umenikataza. Pia nitahakikisha wale mafedhuli waliotuzalilisha sisi mama kwa kutunyang'anya mali zetu wanazirudisha. Nakuahidi mama. Basi sasa hiyo kainjiki kwanza ya maharage, alafu tutajua usiku tutakula nini na maharage. Kama tutanunua mchele ama tutasunga ugali itakuwa hivi. Sawa mama.
Mambo. Poa. Wewe ni mwanafunzi mpya? Ndio, nasoma diploma. Wow, ni vizuri. Sisi wenyewe tunasoma diploma. Mimi hapa naitwa Dachi na huyu hapa anaitwa Violet. Mambo. Poa. Karibu. Asante. Mambo mambo. Poa. Mimi naitwa Mariam. Nimefurahi kufahamu. Ukitaka wifi shoga yangu nipate. Sawa? Sawa. Sasa wifi zote ukitaka kujua kantinje kwa diresi kwao. Ukipata kula kupeleka bei kali. Karibu shoga yangu. Asante, nimefurahi kufahamu. Mimi anaitwa Kelly. Jamani, tuingieni darasani, walimu kashafika. Kama mtu hayupo basi mfanisheni. Karibuni sana. Jumatatu nyingine katika somo letu la picha. Leo tunaendelea tena. Lakini mara mwisho tulileta kazi, sio? Ndio. Ilikuwa ni kazi kwa siara, Tulitupa kazi ya kuandika makala. Tulitupa kazi ya to write a feature story, ndio? Story, na nilitoa maelekezo yake ilipoje. Kwa hiyo submission itakuwa ni siku ya kesho. Kabla ya kuendelea, kwanza naona kuna sura mpya. Karibu, jitambulishe mwanangu. Kelly umetokea Kiwalani. Umejumuika nasi leo, si ndio? Kwa hiyo siara tutakupitisha katika maeneo yote ambayo tumejifunza. Kasoro yeye katika kazi hii ambayo nimetoa. Tuliobakia wote, submission itakuwa ni siku ya kesho. Ina maana Tuesday. Ndio teacher. Mashaallah, mali mpya ile imetulia. Lazima niipate kwa namna yoyote ile. Pisi imenona vile. Lazima niifate. Mimi ndiye mwenye kisu kikali, lazima nile nyama bwana. Hebu mtazame mtoto, ameumbika mithili ya malaika. Labda sio mimi, haki ya Mungu, labda sio mimi. Mimi ndiye mwenye kisu kikali bwana. Mimi ndiye simba wa diploma. Ni swala la muda tu. Naomba tuzingatie hii kwa sababu ya kuweka kila kitu sawa. Ndio tunaendelea hivyo, hakosi kitu tunaendelea kuifanyia kazi kwa namna hiyo. Sasa mimi naiacha isiendelee na kipindi kwa sasa. Naacha hii kazi kesho asubuhi mapema ile imekamilika. Sawa.
Vai. Mimi sinaongea na nyinyi kwani hamnisikii? Sijui, hatujui. Kwenye hii kazi amfanya. Bana tutokee. Tutafanya Mungu akipenda. Okay. Kazi. Jamani, hivi mnasema kama leo kuna party? Mimi hapana. Nataka nimalizie assignment siendi popote. Siendi popote. Mama msomi muda wote. Madaftari. Kesho tunaenda shule. Mimi hapana, siwezi kwenda. Je, kwenda party? Je, kwenda kwenye party? Achana nao, usiwasikilize. Mimi nitakuelekeza maswali yote aliyosema mwalimu ili maji tufanye kazi tumalize. Wenzako wana mambo mengi. Utazeeka chuo. Mwambie. Niamini utazeeka chuo. Mfuatishe huyo. Mali basi maliza. Wewe naye nishamaliza. Muda jamani. Twende. Shoga. Kelly. Au wewe ni shoga yangu? Jamani, mimi siwezi kwenda, sitaki. Wewe naye Kelly, unakuwa mshamba. Utaki kupendeza kama sisi. Au mtu anaanza kutuvuna wili. Utabaki hivyo kila siku na mashungi yako wewe unajizeesha mtoto mdogo? Nashangaa kwa kweli. Sana kapo anamwingia shoga yake huko juu. Yule mwenzako ashakubuhu. Umwone pale umri mdogo lakini ashazeeka. Tuone sisi hapa. Hivyo tuone watoto 2000 si Watoto wadogo wanaishi miaka watu wenye miaka 30. 30 shoga yangu bado watoto wadogo. 90. Une bwana ushamba umenizidi. Jamani, lakini kesho kuna quiz. Mjue tutakosa maxi. Unamsikia huyo shoga? Umemsikia? Max kitu gani shoga yangu? Hata haya. Sikia shoga. Sikia huyo anakana kama muoga lakini ana vitabia vyetu. Chukua vile vyombo vingi nipatie. Leo tunaenda sehemu. Yaani sehemu nipatie basi. Alafu hizo takataka zako hizo sitaki kuziona tena, sawa? Sitaki kuziona. Mpe. Tunafanya dekio. Mpe akazeka. Shoga. Unatia aibu. Yaani unaishi na sisi tunakuwa kama mama. Hii hapa shoga yangu hii haikutoshi. Mbona unalia? Inatosha. Shika. Ati, mule. Mwili wako kabisa. Tena hii bana, kuna namna nyingine lakini ngoja tutamtatia huyu. Naishi na mtu kama naishi na mama miaka 90. Kwa uoga. Sasa kwa sababu wanaanza sawa lakini tungepata vile vya kukata nini yes. Mpe hapa. Vaa bana wewe vaa. Si uvai twende. Vaa chap bana. Namna hiyo. Vaa. Acha uoga mtoto wa kike wewe. Vaa. Tunaweza. Wewe turudi. Hivyo shoga yako. Mdogo. Kama unavyoona sasa mdogo, kama mtu mdogo anavaa nepi kusika kuja kuvaa suit. Mwisho siku ndio utakubuhu kupita sisi. Usilie. Inuka bana wewe. Dada mjini hapa. Hii dada. Mshika jamani. Kutuchosha vipi? Lazima mbondele tutaki. Mbona unafanya dela? Na nini? Kama mama. Tia aibu sie. Eva. Lakini mamu hizi nguo gani unazivonshika? Mimi siwezi mamu. Uwezi? Mamu lakini hebu twende wewe bana wewe. Unataka uvae kila siku kama mzee huko ndani. Dada twende. Unatia aibu wewe. Mamu, sasa twende.
Mambo mrembo. Poa. Wow, hivi unajua kama ni mzuri sana? Hapana, silijui hilo. Kweli? Ina maana hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kukwambia sifa zako ambazo zinaonekana na ambazo hazihitaji maelezo ya ziada? Nice. Basi umezungukwa na watu wanafiki sana. Kelly ni miongoni mwa wasichana wazuri sana ambao nimewahi kuona katika hii dunia. Ni mwanamke ambaye kila mwanaume lijali na aliyekamilika anatamani kuwa na mtu kama wewe. Binafsi tangu siku ya kwanza nilipokuona nimejikuta na hisia nzito sana na wewe. Natamani tuwe wapenzi. Tunaweza kuzungumza vizuri zaidi na mengi ya kuongea na wewe, lakini naona mazingira hayaruhusu, alafu pia kuna biashara nahitaji kuzifuatilia. Kama utojali tunaweza kutoka baadaye. Kweli? Basi nimefurahi sana kusikia hivyo. Hii hapa ni business card yangu. Kuna mahali naelekea hapa, lakini naomba nicheki baadaye ili tuweze kuongea, sawa? Have a good day mrembo. Nashukuru. Huyu anaonekana na hela huyu. Hata hivyo muonekano wake unavutia. Huyu nitamlea hela zake mpaka akome. Hata hivyo nisiwe na wasiwasi, maana sikajileta mwenyewe. Okay, sawa. Ehe, mnamjua Tommy? Tommy. Tommy jana kanisimamisha chuo. Huyu Tommy, Tommy kakuomba namba. Au unatuchota shoga yangu? Siku tunatuchota hapa tunakaa tuseme kaombwa namba na Shalobalo wa chuo. Kumbe mtu tu dadavulie vizuri shoga yangu. Ndiyo, huyo Tommy unamjua wewe na kumbe ni Shalobalo Ndio hivyo, kaniomba namba. Sasa shoga, pale umewini. Yaani katika siku ulizonifurahisha leo, na wewe uzoba wako upunguze. Pale kwa mambo ya sasamba, shoga yangu pale zipo. Na utukumbuke, si ndio maana shoga yangu? Kabisa. Tukumbuke shoga yangu, lakini pale wangu umewini. Yaani nakwambia umewini. Zipo na yeye zimo. Yaani zipo. Kwa vizuri shoga yangu. Kumbe sasa uko ngana kipindi kile unakaka hapo. Unaogopa na nini? Haya, kwa wapi sasa hivi? Shoga yako anatela wanja. Chef. Wewe kimya mimi. Basi msinichambe sana. Embu vai naomba nisaidie huo uwanja. Chukua. Chukua. Nipule shoga. Nipule. Bila kupoteza muda, group number 1 pita mbele kwa ajili ya presentation. Morning, my fellow student. Morning. My name is Joseph Yohanis. This is the group number 1. Niko mbele yenu kuwaletea kazi ambayo mwalimu aliacha ili tuweze kudiscuss. Bila kupoteza muda, tuanze kuelezea kwenu. Wait. Hii kazi niliacha ikiwa wawili katika kundi. Mwenzako yuko wapi? Teacher, nimejaribu kufanya jitihada kadhaa za kumtafuta kwa njia ya simu, lakini pia nimefanya jitihada za kuulizia kwa marafiki zake. Sikufanikiwa kumpata. Siada, ya kweli ya? Ndio. Nani rafiki yako karibu? Mimi hapa. Aha, Dachi. Kelly yuko wapi? Kwa kweli sana nimejaribu kuwasiliana naye sijampata. Wiki yote hayupo hajachukua. Sijajua na tatizo gani. Okay. Jitahidi ukishafanikiwa kumpata uje naye ofisini. Sawa. Haya. Joseph, ndio. Marks zote ni za kwako. Unafanya presentation na kila kitu utakuwa umepata wewe. Asiyekuwepo na laki halipo. Unaweza kuendelea. Sawa, asante mwalimu. Tunaendelea kama ambavyo nimeanza kuambia kwamba tumetoa kazi ya kuandika future stories. Lakini kabisa awali ya yote tuseme kwamba future stories
ni stori ambazo za kufikirika na pia zina makundi mbalimbali au makundi mawili. Kwanza kabisa nimefurahi sana kwa kuitikia wito wangu, kwa sababu ilisi pengine kutokuja kutokana na ratiba za chuo na vitu kama hivyo, lakini uwepo wako hapa umesaidia heshima kwako. Nisikie vizuri kwambia, tangu siku ya kwanza nilipokuona nimejikuta na hisia nzito sana juu yako. Najua kweli ni mwanamke mzuri sana ambaye uchoki, sitochoka kutazama machoni pangu, kwa sababu siku zote nimekuwa nikitazama mwanamke kama wewe ambaye unaendana na hali yangu. Kama ukijali, natamani kuanza safari ya kimahusiano na wewe. Wewe ni kama bandari salama kwa safari baada ya kuondoka na wewe. Halo. Mambo kipenzi? Poa. Uko poa hayo? Niko poa tu, sijui wewe. Mbona leo hujafika chuo? Ni tatizo gani? Sisikii vizuri tu. Oh, sawa. Lakini leo ulikuwa unatakiwa upresent wewe na Jose. Haukuwepo darasani, kwa hiyo umepresent Jose peke yake. Alafu Mr. George amesema hivi kwamba uje uonane naye, ana mazungumzo na wewe. Sawa. Si utakuja sasa hivi? Ndio, nakuja, nisubiri. Sawa, basi nakusubiria. Sawa. Wewe nisubiri kwanza. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Asante kwa kuchagua Vodacom. Jamani, ni bado hapo? Kwa elimu mimi naondoka, maana mtu wenyewe ananisubiria hadi sasa hajafika. Tutaonana baadaye.
kuna vitu vingine hivi kweli? Kelly kipenzi, naomba unipe nafasi. Mimi ni wako eti. Unajua toka siku ya kwanza umefika hapa chuoni, mwanangu ulishtuka pale tu nilipokuona mbele yangu. Unawasili darasani, sikuweza tena kuelewa masomo. Akili mwangu ilijaa wewe tu. Nimeona moyoni mwangu tayari kuna nafasi ambayo iko wazi. Na wewe ndio pekee ambaye unaweza kujaza nafasi hiyo. Naomba unipe nafasi niwe wako. Sawa. Je, mimi nitakuminije kama kweli ni mwaminifu? Kellen, niamini mimi. Hiki hakiwezi kukutenda kabisa. Nipe nafasi tafadhali. Na ili kuthibitisha upendo wangu juu yako, basi naomba upokee kidogo hiki nilichokuandalia siku hii ya leo. Pokea hii tafadhali. Wow, hii ni yangu. Ya kwako, kidogo sana hicho. Vipo vingi vikubwa vitakuja baadaye. Nashukuru. Sijali. You're welcome. I love you so much. I love you more. Okay. Kelly, njoo tuzungumze. Kelly, unafanya nini? Si nilishakukataza kuhusu hao wavulana. Hebu sikia, unanikataza wewe kama nani? Hivyo mdada, mbona unapenda kufuatilia maisha yangu? Mbona mimi sifuatilii maisha yako? Unashobo sana, si ndio? Leo Kelly ni wewe kuniambia mimi hivyo? Mimi nakuonea huruma wewe kwa sababu najua hao sio watu wazuri. Naomba unisikize kwa makini, sawa? Nahitaji wewe huruma yako ukapelekea watoto yatima. Mimi sihitaji kuonea huruma. Keep busy with your life. All right? Naomba uniache. Kelly, ni wewe kuniambia mimi hivi leo? Vipi? Nimechoka jamani. Naumwa. Pole shoga yangu. Nimechoka. Ila shoga yangu shule jana ilikuwa pambe. Mimi DJ nikosha. Usikana huko shoga yangu. Nikusana na wewe tu shoga yangu. Yaani ungekupo jana shoga yangu ungeona mambo yalivyokuwa moto. So poa. Lakini pole mwaya. Pole. Ndio kubwa. Alafu ule bado ulimpa. Shoga unaacha kama sifuri usingetoa. Alafu Kenny uliuliziwa jana. Tulisahau kuambia shoga yangu. Alikuja baba mmoja na kwambia kapaki gari pale nje. Akaniambia ule mwenzenu watatu uko wapi? Tukaambia leo tu ajisikii vizuri. Tumemwacha. Nikamwambia kikasa anaingia mzigoni. Kwa shoga yangu ndio hivyo. Ponya kwa haraka. Ujifikize vindimdimu, vitangawizi, urudi. Unauziwa kule. Hela zinakupita shoga yangu. Tunakula nini kwanza? Hata sielewi. Mariam. Umeshinda kusa kunisimamia. Kabisa mtu ukiingia sasa mzee utajikausha figo. Elimu zote zetu nakupa. Fanya hivi. Sio mimba tu mpaka gonja unalo. Sasa mwenzangu wako. Hebu kaa hapo zifu. Ni yuko sasa sipo. Sipo kabisa. Kwenye kuzosoka mwanzo na ukimwi. Hebu baba.
Kwa hiyo alikupa ugonjwa nani na hiyo mimba ya nani? Sinaongea na wewe jamani, tujibu. Haya, mimi sijui chochote. Sijui nini kinaendelea kwangu, sijui. Kwa hata kufikiria ndugu yangu hata ujui. Mimi sijui chochote Violet. Mimi sijui chochote. Sijui nini kinaendelea kwangu, sijui. Basi nangu hilo hapa na hilo la kwako kweli. Lakini Mariam na Violet, nyinyi ndio mlikuwa mnanishawishi mimi kuingia huko, lakini leo hii mnanikataa. Kwa nini mnakuwa hivyo? Nyinyi ndio vyanzo vya mimi kuwa hivi. Alafu sasa hivi mnanikataa kwa nini? Huko mimi siko. Shoga yangu naomba nitoe. Nilikushauri vingine sio kubeba gonjwa. Ila kwa shoga yangu watu wanaliogopa. Ingekuwa mimba tungejua namna ya solve. Mbona vitu vidogo tu hivi haiwezi hata gharimu hata laki. Kefu 50 20 shoga yangu. Hayo kwako. Wewe unaweza kununua dawa donge moja 50,000. Unaweza shoga yangu? Donge moja 50,000. Chakula miezi miwili huko ndani. Kwa nini mnanikataa sasa? Mimi sijataka. Nenda kwa wale kupa. Unakwenda dada, unakwenda. Baba, kwa nini kwa mamako? Jamani Ulieka, mbona mpokea simu? Tafanya nini mimi? Ulieka, pokea simu. Ulieka, pokea simu. Ulieka, pokea simu. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Kwanza, kama nijaribu kumtafuta Ali. Alikuwa wapi? Alipokea simu. Halo? Ali, uko wapi? Mwenye nipo chuo na kwamba uje huku nyuma ya chuo na maongezi mara moja na wewe. Na kuomba ufanye haraka, sipo kwenye hali nzuri na kuhitaji. Aya, sawa. Sawa. Baby. Mama. Poa, vipi? Fresh, uko poa? Siko poa sana. Shida nini? Ali. Naam. Ali, unanipenda? Nakupenda tena sana kuliko unavyodhani. Una uhakika na kitu ambacho unaongea? Yes baby, nakupenda. Mbona maswali hayo? Shida nini? Ali, kuna kitu nataka nikwambie. Naambia, nakusikiliza. Ali, mimi ni mjamzito. Nini? Na mimba Ali. Una mimba? Mimba ni ya nani? Ali, unadhani mimba itakuwa ya nani tofauti na wewe? No. Hapana. Ali, mimi nina mimba yako. Hapana, wewe. Maana tosho umeamua kunipa na ukimwi Ali. Mimi ni mwathirika. Mimi. Ali, unataka kukataa lakini mimi nina mimba yako Ali. Umeona isitoshe umeamua kunipa na ukimwi. Mimi ni mwathirika Ali. Hapana Kelly. Usinifanyie hivyo, kila mtu ananikataa. Mpaka wewe mtu wa karibu unanikataa. Kwa nini Ali unanifanyia hivyo? Sasa nimeanza kuamini maneno ya rafiki zako na shoga zako wote. Hii mimba nipeleke wapi Ali? Peleka kwa bwana zako wale waliokuwa nao. Ali, lakini mbona unanifanyia hivyo? Hapana Kelly, sitaki. Kwa mimi Ali. Sina. Nini mama?
mama. Dachi, mambo poa? Kuna kitu nataka unisaidie Dachi. Kitu gani? Mimi ni mjamzito Dachi, pia nimeasilika, naomba unisaidie. Kila mtu ananikataa, sijui nitaenda wapi mimi. Naomba unisaidie Dachi, naomba unisaidie, niko chini ya miguu yako. Una mimba? Hebu niangalie vizuri kwanza nikupe vidonge vyako. Wewe uliniambia mimi sikufai na ushauri na ukupa ukufai, wewe unataka kwenda na wakati au sio wewe? Wewe sinaongea na wewe, mbona unijibu? Wewe uliniambia ushauri wangu nikatoe kwa watoto yatima. Kiko wapi leo? Si ulikuwa unajikuta mjuaji wewe? Nenda kwa wale kukupa mimba, unanifuata mimi nikupe nini sasa? Mimi ndo nilokupa mimba au tulishirikiana kwenye kukupa mimba? Sitaki kukusikia. Kwanza na wai zangu huko, achana na mimi. Maisha yana njia nyingi, wakati mwingine ukikosea njia utarudi ukiwa na maumivu moyoni. Kulikuwa na ndoto kubwa mbele, milango ya kesho ikafunguliwa tele. Elimu ikawa taa ya kuangaza, safari ya maisha ikaanza kung'ara, lakini njia ikaanza kupotea, hatua zikaanza kuelekea gizani. Onyo lilisikika mara nyingi, lakini halikusikika moyoni. Marafiki wakaja na ahadi tamu, wakati ukapita kama upepo, vitabu vikabaki mezani. Kaanza kufia pole pole. Karibu mwanangu. Pole na safari. Leo tatamba mwanangu amerudi. Watajuaje? Karibu. Yaani ungesema mapema, yaani wewe ningekuandalia vitu vitamu. Karibu kaa chini. Asante mama. Vipi unaendeleaje kwanza? Maisha yako anasemaje? Maana nilikumisi, yaani nataka hata simu kupiga ukienda huko licho yangu. Yaani toka juzi mwalimu mkuu alinipigia. Sasa mtandaji ulikuwa unasumbua, tukaongea vizuri, sana tukaongea sana. Lakini nashukuru umefika. Vipi kwanza kwema uko chuo? Mama. Mama, naomba nisamehe. Nikusamehe? Nikusamehe kwa kosa gani? Mnyoshe maelezo. Unaongea kuhusu nini? Mama, mimi ni mjamzito. Mungu wangu. Keli, nizalisha mama yako. Nitaweka wapi sura yangu mimi mwanangu? Mimi tuliongea nini kuhusu? Tumeongea vizuri tu Keli, kama uende ukafuate masomo mama yangu mimi. Mungu wangu. Nafanyaje sasa? Mbona nizalilisha? Fikiria jinsi nilivyo. Mungu. Fikiria mimi jinsi ambavyo ni kipindi kile ndo unaenda chuo. Mimi jinsi ambavyo yaani kila sehemu mama Keli, mimi naika wapi? Wewe msula wangu naika wapi mimi Keli? Mama, naomba nisamehe mama. Unanichanganya kabisa. Mama, mimi pia ni mwasilika. Mungu wangu. Keli, mama. Mama, naomba nisamehe. Keli. Mama. Mama, nisamehe. Keli, naomba
usinisogelee. Usinisogelee tafadhali. Hapana mama. Hapana, kwa sababu tulishaongea vizuri tu, tuliongea hivi. Na nilikwambia kwamba yote itatokea tu, pre Mungu wangu. Mama, mama, mama. Sasa machozi yanatiririka, kila kumbukumbu inaumiza, moyo unauliza maswali mengi, nilikosea wapi njia? Lost path, njia ilipotea katikati ya safari. Lost path, ndoto zikabaki mbali na macho. Majuto yamejaa moyoni, masikitiko yamejaa rohoni. Kila nikikumbuka jana, machozi yanashuka tena. Lost path, njia ilipotea katikati ya safari. Barua ikafika ya kuondoka, mlango wa chuo ukafungwa, tumaini likaanza kuyumba, maisha yakabadilika ghafla. Miezi kapita kwa simanzi, changamoto zikawa nyingi, afya nayo ikaanza kuyumba, moyo ukabeba majeraha mengi. Kila usiku ukumbuka jinsi ndoto zilivyokuwa kubwa, lakini makosa ya jana yameacha alama zisizofutika. Sauti ya ndani inanong'ona, muda usingerudi nyuma, lakini saa haisimami, safari huendelea.